Unapofungua Word kwa mara ya kwanza kabisa utakutana na muonekano huu hapa. Program ya Microsoft Word ambayo unifungua. Upande huu utakuwa na recent work, yani kazi zilizofanya hivi karibuni zitakuwa zinaonekana upande huu. Na sehemu liko save. Upande huu utawekewa sasa wewe sasa ndio utakaoanza kazi sasa unataka uchague sasa unataka ufanye kazi gani. Katika hizi zilizopo hapa ni baadhi ya kazi ambazo zinazofanyika kwenye Word. Hizi tunaziita template. Kwa kuna simple paste, kuna snapshot header, zote hizi zipo zinakusubiria wewe. Kwa hiyo kwa yule ambaye tayari anaweza kuhusiana na Word, anachagua tu template yoyote, labda nataka nitengeneze nini, labda nataka nitengeneze resume. Anaenda tu kuchagua resume. Chagua tu chochote ambacho kipo hapo. Hapo. Alafu ana click create. Kwa ile template hiki kinachoonekana hapa kinakuja kwenye Word kama kilivyo. Yeye anachofanya sasa anafanya kukiedit ili apate kitu bora zaidi. Kwa atakuwa anadaiwa taarifa, sijui kitu cha habari cha nini, atasema labda ni resume. Atakuja hapa key point, ni work application. Yaani anakuwa na edit ile kazi. Jina lake la kwanza anaandika labda ni Hadija. Unaona, jina la mwisho labda Hadija Salimu. Unaona, kwa tarehe anakuwa na edit kile ambacho tayari kimedesigniwa. Ndio hizi template ambazo tunaziona tunapofungua kwa mara ya kwanza. Ila kwa wewe ambao bado unahitaji kuelewa kwanza au kama hauhitaji pia kutumia hizi template kwa kutumia kazi yako wewe mwenyewe, maana yake unakuja kwenye hii sema ndiko nini blank document. Ukija hapo unatoka karatasi ambayo ni plain, ni nyeupe, haina chochote, wewe ndio unaanza kuandika ndani yake. Kwa kwenye hii karatasi sasa unachokiandika kwenye keyboard ndio kinachotokea kwenye hii karatasi. Ila sasa kuna vitu vya format ambavyo tunahitaji tuvijue ili kazi yako iwe nzuri zaidi, unatakiwa uiformat. Kwa hii sehemu ya juu tuliopewa hapa tumepewa kwa sababu ya format. Ina jina lake tutaona kama lile. Hii juu kabisa inaitwa menu bar. Hii utapewa menu. Kwa menu bar ndio hii hapa. Upande huu au huku utaona hizo icon tatu. Nishaelezea kazi zake zote. Hii ya kwanza ina minimize kwenda kwenye taskbar. Kazi yako inakuwa iko chini hapa kwenye taskbar. Maana yake hujaifunga. Kama unataka tufanye kazi yako nyingine kwa wakati wa haraka ndio unatumia hii. Hii hapa itafanya screen yako iwe ndogo na Word program yako iwe ndogo au itaijaza screen kama ilikuwa iko ndogo. Ndio katika button ya katikati, na hii ya mwisho itafunga screen yangu. Hapa pata pia jina la document yangu ambayo naifanyia kazi. Hii document sijai-save, kwa hiyo wamegenerate jina automatic wakaita document 2. Ila nikisha save wataipa ile jina. Mfano tuseme na save tu hapa nje kwenye desktop. Naipa jina labda today's task. Nikiminya save, ile jina ambalo nimeliandika kwenye kazi yangu hapa litapita pia kwa hapa juu. Today's task. Hiyo ndio menu bar. Huku juu kuna quick access, tutaziona function zake, lakini ni ya kusave, kuundo na kurudi. Kuundo ni kurudi nyuma hatua moja, kurudi ni kwenda mbele kama lirudi nyuma. Alafu chini yake sasa ndo kuna haya maneno home, insert, design, layout. Hizi hapo tunaziita menu tab. Kurasa za menu ambapo ziko home, insert, design, page, layout, reference, mail, review pamoja na review. Kila unapokliki ukurasa wa menu unafungua menu. Ile menu inafunguliwa ni utepe mwingine huu. Ule utepe tunauita utepe wa vifaa. Kwa Kiingereza unauita toolbar. Kwa kuwa unakuwa na vifaa mbalimbali sasa ndani yake kwa ajili ya kusaidia kuformat. Kwa kila utepe unafungua na menu unafungua, kila ukurasa menu unafungua na vifaa vyake kama hivi. Hivi vifaa ndio vinakusaidia, kwa vimewekwa kwa makundi. Tutaanza na home. Na hivi vifaa ukiviangalia vinakuwa vina present na icon. Tunaona tu kuna ISGU nini, hizo ni icon. Kwa hiyo hizi zinakuwa zina majina yake. Tutaona moja baada ya nyingine pamoja na kazi yake inayofanya. Hivi vifaa viko vingi, so wamepangwa kwa makundi. Kwa hiyo kuna makundi, kama ukiangalia vizuri kwa karibu utaona kuna mstari fulani umefaint unapita hapa. Hauonekani vizuri, unaonekana kwa mbali umepita hapa. Huu ni utepe ambao unatenga kundi fulani ambao tunaita tool group. Kwamba unakuwa unatenga kila kundi. Kwa kila kundi tunakuwa na jina lake. Mfano utepe unaishia hapa, umetenga vifaa hivyo hapa ambavyo ni group la clipboard. Huu unaishia hapa ni group la font, huu hapa ni paragraph, huu hapa ni styles, huu ni editing.